Na mtazamaji, tukiangazia masuala ya siasa ni kwamba naibu rais William Ruto hii leo ameendeleza siasa zake za Hustler Nation katika kaunti ya Meru. Ruto aliyokuwa ameandamana na viongozi wengine wa mrengo wa Tanga Tanga wamekashifu watu ambao wamedai wanatumika kuzua vurugu mikutanoni. Mwanahabari wetu George Maringa anaarifu zaidi. Sasa wanatumia pesa ya serikali. Katika ziara yake ya siku moja kaunti ya Meru, naibu rais Dr. William Ruto alitoa mjini Maua, eneo bunge la Igembe Kusini, kwa mkutano na hafla ya kuchangisha pesa za muungano wa makanisa eneo hilo. Hapa naibu rais akaomba msamaha kwa matukio yaliyotendeka eneo la Kenol, kaunti ya Murang'a, na kukashifu waliotekeleza mauaji ya marehemu. I am saying that as Deputy President of Kenya, this administration respects the place of worship. Na yale mambo yametokea hivi majuzi kwamba kumekuwa na visa ambavyo tear gas ilipigwa kanisani, waumini wakapigwa tear gas mahali pengine. Haya ni mambo ambayo mimi nataka kama naibu wa rais kuomba msamaha kwa Wakristo wote Kenya, ya kwamba sio haki tear gas ama waumini kupigwa tear gas na serikali yetu ambayo tuliunda kupitia kwa maombi. Baadaye shajara yake naibu rais na ujumbe wa viongozi wengine wakafululiza hadi Kianjae, eneo bunge la Tigania Magharibi, na kisha eneo bunge la Imenti Kaskazini, ambapo BBI ilipingwa vikali, huku Hustler Nation ikipigiwa upatu mkubwa. Wanaenda kujifungia wakiongea maneno ya BBI. Tunataka katiba ifuatwe to the letter. Tunaelewana watu wa Tigania? Tunaelewana? Mimi nikirudi kule Mombasa nikawaambie nini? Tumekataa nini? Tumekataa nini? Tuko na nani? Waende north, waende south. Sisi tuko na nani? Mbona tubadilishe sheria sababu mtu mmoja hataki kukubali ya kwamba ukishindwa unashindika? Kila wakati, na mimi nataka kukubaliana na rais wetu. Kuna wakati rais wetu alisema huyu mtu ukimpatia ugali anataka chapati, ukimpatia chapati anataka mchele. Kuna watu wako hapo headquarter wanaitwa akina Tuju, akina Murathe. Mliwaona hapo wakitafuta kura? Wameleta kisirani kwa hiyo chama. Hiyo chama sisi ni yetu, tutakaa ndani. Lakini wakilete kisirani, hakuna mtu nakuaga na haja na chama, tunakuaga na haja na kiongozi wa chama. Hiyo ni ukweli ama ni uongo? Wakilete kisirani Hustler, tutakwambia utoke uweke chama, sote tukufuate huko. Wacha niwaambie watu wa Meru, for the first time tumepata kiongozi ambaye anaangalia masilahi ya mwananchi yule anaitwa wa kawaida. Kaunti ya Meru ilikuwa ya mwisho kuandaa mkutano mkubwa wa BBI kabla ya ujio wa janga la corona. Miezi 8 baadaye, joto la kisiasa limerejea kwa kasi. Aliyenishika mkono na yule ambaye nataka kuwahakikishia siku ya leo, akishika wa Meru mkono tutafika mbali, ni rais ambaye unaona hapa, His Excellency the Deputy President. Kwa hivyo watu wa Meru, watu wa Tigania, tuende na sauti moja. Hustler Hapo ndio hustlers wako. Amjulikani, amtambuliwi. Hapo ndio tulipo. Ndio tunasema sisi tungetaka haya mambo yarudi kwa watu wenyewe. Je, niulize swali wananchi wangu. Nauliza, ni nani uchagua viongozi? Viongozi wanajiweka kwa viti ama sisi tunawaweka kwa hizo viti? Waiandike ikiwa mbio ya kubadilisha katiba ipelekwe pale mbungeni, ama wasipeleka through the popular initiative. Na ikikuja tunataka kama wataleta tujue kama ni mambo yetu ama ni watu wawili. We are tired of trying permanently to address issues of a few people, a few tycoons in the country, a few leaders, wakati wananchi wanaendelea kumia. Kaunti ya Meru imefahamika kwa kupiga kura kwa pamoja, na chama cha Jubilee kimekuwa na uungwaji mkono mkubwa. Macho sasa yataelekezwa kuona mkondo utakaofuatwa miaka 2 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. George Maringa, KTN News, katika kaunti ya Meru. Haya.
Na mtazamaji, wanafunzi wanaoishi kwenye maeneo ya mpaka kaunti